Mnamo tarehe 12 binti huyo alipotea katika mazingira yasiyoeleweka. Katika kufuatilia ilionekana yupo na kijana mmoja aishie POD, lakini ilipofika mwezi wa 12 ilionekana huyo binti na huyo kijana hawaonekani katika nyumba walikuwa wakiishi. Tuliendelea kumtafuta na tulituma kwenye WhatsApp, watu mbalimbali waliendelea kumtafuta lakini hakuweza kupatikana. Ilipofika siku ya Jumapili tukapokea taarifa kuna mwili umezikwa katika nyumba hapo Kipela. Kwa hiyo uongozi uliweza kufika wa kijiji, katika kuangalia wakathibitisha kweli ni mtu amezikwa. Taratibu zingine zilifuata, polisi walifika nao wakathibitisha, lakini ikaonekana kwamba kwa sababu amezikwa haiwezekani mpaka wapate kibali cha mahakama. Kwa hiyo ilipofikia siku ya leo Jumatatu, polisi wamefika na tukio linaendelea kufanyika hapa. Tunaishukuru serikali kwa msaada ambao wameendelea kuufanya. Mpaka sasa hivi tupo kwenye zoezi la kwenda kutambua mwili wa marehemu. Yeye ndo alikuwa ni hivyo, mtu wa kutoka, anatoka, anarudi, anatoka. Kwa hiyo hata alipotoka kwenye tukio hili tukachukulia atarudi, lakini hatimaye mpaka imefika mwezi wa 3 ndio swala hilo linakuja kugundulika. Kwa kweli hatukwenda polisi kwa sababu huwa anaondoka anarudi. Hatukuweza kufika polisi. Majina yake kamili anaitwa nani na umri wake? Jina lake kamili anaitwa Liliani Dastani Arubano Manga. Umri wake anapata, manake amezaliwa mwaka 1999 mwezi wa 2 tarehe 16. Ana watoto wawili. Sio mume ambaye amekuja kujitambulisha nyumbani, yani ni mtu kama ana rafiki yake. Na yeye alishakuwa na mume. Yeye alizaa watoto, kwa sasa ana mume. Na huyu kijana kwa hapa alikuwa anafahamika ni mwenyeji mkazi wa hapa au amekuja tu? Huyu kijana wazazi wake wako POD ndani ya kijiji hiki, ila hapa alikuja akaomba nyumba na alikuwa shughuli zake mfyatua tofali. Kufuatilia taarifa hizo na kujiridhisha na hatimaye kuthibitisha ukweli wa taarifa kwamba ni kweli katika nyumba hii ambayo mnaiona kunadhaniwa kuna mwili ambao ulikuwa umezikwa chini ya ardhi. Kama ambavyo taratibu zinaelekeza, taratibu zimekamilishwa, na kwa sababu kulikuwa na taarifa katika maeneo haya karibia miezi 2 mpaka 3 sasa hivi kutoweka kwa mwananchi mmoja ambaye amejulikana kwa Lilian Manga, ambaye alitoweka na hatukujua alikokuwa ameelekea, pamoja na jitihada zilizofanyika za kuendelea kumtafuta, lakini hatimaye jana ndio tukapata taarifa hizi kwamba kunadhaniwa kwamba huyu aliyemo ndani ya hii nyumba ni yeye Lilian. Na leo asubuhi, bahati nzuri, baada ya kukamilisha taratibu zote za kisheria, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kushirikiana na wataalamu wetu wa afya pamoja na taasisi nyingine wamefanikiwa kufukua mwili huo, na tumejiridhisha kabisa ni ndugu yetu Lilian ambaye anakisiwa kuwa na miaka 27, na mara ya mwisho kuonekana ilikuwa ni tarehe 11 mwezi wa 12 2025. Baada ya hapo hakuweza kuonekana tena, kwa sababu taarifa za ndani zitatolewa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, lakini wenzetu ambao wako kwenye maeneo haya wanatueleza kwamba hapa alipokuwa akija alikuwa akimfuata kijana mmoja ambaye anaitwa Khalidi Mavuze ambaye anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 37. Huyo kijana naye kutokea wakati huo hakupata kuonekana tena katika maeneo haya. Tukio kama hili ni la pili sasa kutokea, mwanamke kuuawa na kuzikwa chini ya ardhi ndani ya nyumba ambayo anaishi. Niendelee kutoa wito kwa wananchi wa wilaya ya Kilosa, lakini na jamii kwa ujumla, kwamba nadhani ifike wakati matukio haya ya kikatili, ukatili huu wa kijinsia ambao umeendelea kufanyika, sawa, yawezekana tunakosana, yawezekana tunatofautiana, yawezekana kuna pahala mambo haendi vizuri,
lakini huku tunakofikia ni mbali sana. Maumivu na machungu ambayo tunaiachia jamii, lakini pia sio jambo jema ama sio alama nzuri ambayo tunaiacha kwenye jamii. Leo hii tunashuhudia tena tukio la pili la ndugu yetu huyu Lilian, ukiachilia lile ambalo lilitokea kule Kimamba, lakini tukio jingine hili la leo la ndugu yetu Lilian naye akiwa ameuawa kikatili. Tuwe na uvumilivu, hususan vijana, tuwe na uvumilivu pale ambapo tunatofautiana, basi zitumike njia za busara kuliko kuingia kwenye changamoto kama hizi ambazo tunazishuhudia leo. Uongozi wa wilaya hii ya Kilosa tunalaani vikali tukio hili la kinyama kabisa, tukio ambalo linasikitisha, tukio ambalo ukiangalia wananchi walioko hapa limemgusa kila mmoja kwa namna yake, tukio ambalo linaacha machungu makubwa, kwa sababu Lili ameacha watoto wawili wadogo ambao wanahitaji sasa matunzo pasi na kuwa na mama ambaye ndiye mwangalizi wa karibu.